Utakuwa wapi muda utakapovuta pumzi yako ya mwisho? Nafsi yako itadumu milele. Je, uko tayari kwa hilo? Bwana mkombozi wako, yeye alikuumba tumboni. Mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu, nienezaye nchi. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nimekupenda. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Niangalieni mimi, mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia. Maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Haijalishi wewe ni nani au umefanya nini, Mungu anakupenda. Inawezekana unaamini hakuna Mungu, lakini haibadilishi ukweli kwamba Mungu yupo. Upendo wake kwako ni halisi na anatamani ukae naye milele huko mbinguni. Biblia inatufundisha kwamba Bwana hutuvumilia, kwani hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Yeye anatamani watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Lakini ukweli ni upi? Tunaishi katika nyakati zilizojaa hofu, uongo ni mwingi, kuna dini nyingi za uongo. Lakini Yesu anasema, maneno hayo niliyoambia ni roho, tena ni uzima. Ninyi mkikaa katika neno langu, mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli ni kwamba sisi sote tumepotea tusipokuwa na Yesu. Haijalishi tuna mafanikio gani katika maisha yetu au tumeshika dini kiasi gani. Kama Yesu Kristo sio mwokozi wangu na sio mwokozi wako, sote tutakufa na kuangamia tukiwa tumetengwa na Mungu. Jiulize swali hili ndani ya moyo wako. Kama nikifa sasa hivi, nitakwenda wapi? Mbinguni au jehanamu? Kama hauna uhakika kwa 100% kwamba nyumbani kwako kutakuwa ni mbinguni, basi kuna tumaini, kwa sababu Mungu anatufariji katika Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mlioamini jina la mwana wa Mungu. Utakapofika muda wa kuiaga dunia hii, utaweza kufahamu kwa uhakika kwamba unakwenda mbinguni. Na hiyo ndio sababu Mungu amekupa fursa ya kutazama filamu hii ya Injili. Anataka kukushirikisha upendo wake, pia anataka kukuonyesha njia ya kufika uzima wa milele. Jambo la kwanza la kufahamu ni kuharibiwa kwetu na dhambi. Biblia inasema katika Warumi 3 mstari wa 23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mara nyingi huwa tunajiona kuwa bora zaidi kuliko watu wengine, lakini hakuna mtu aliye mkamilifu. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, na andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Haijalishi tutajaribu kwa juhudi kiasi gani, hakuna anayeweza kufikia ukamilifu wa Mungu mtakatifu. Mimi ni mwenye dhambi na wewe ni mwenye dhambi. Biblia inasema katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4, kila atendaye dhambi afanya uasi. Hebu tuwe wa kweli. Sote tumewahi kufanya mambo mabaya. Sote tumewahi kuvunja amri za Mungu. Iwe ni kusema uongo, kutokuwa mwaminifu, kuiba, kudanganya, kutaja bure jina la Bwana, kuwa na mawazo ya tamaa au kuwa mkaidi kwa wazazi wetu. Hizi ni baadhi tu. Kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu tumevunja sheria ya Mungu, kuna adhabu kali. Kama ilivyo kwa mhalifu ambaye ni lazima alipe kwa maovu yake, mtenda dhambi pia lazima alipe dhambi zake. Jambo la pili, ni lazima tukubali ukweli kuwa matokeo yake ni tumetenganishwa. Biblia inasema kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 5:12 inatufundisha kuwa mauti inatokana na dhambi na imewafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kufa katika dhambi zetu bila kuwa na Yesu Kristo inamaanisha kukaa jehanamu milele. Hii ni habari mbaya, lakini neno la Mungu liko wazi. Waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu
na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Labda unawaza, Mungu mwenye upendo anawezaje kufanya haya? Ukweli ni kwamba hataki kufanya hivyo, lakini analazimika kufanya hivyo. Jehanamu ni mahali palipojaa maumivu na mateso makali, ambapo mwanzo Mungu alipaumba kwa ajili ya Shetani na malaika wake, mahali ambapo dhambi ingetupwa huko mbali na kuona kwake milele. Mungu hakuumba jehanamu kwa ajili yangu mimi na wewe, aliumba mbingu kwa ajili yetu. Anasema katika Yohana 12 mstari wa 2, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia, maana naenda kuandalia mahali. Lakini dhambi hairuhusiwi mbinguni. Mungu ni mtakatifu na mkamilifu. Dhambi zetu wenyewe zinatutenga mbali na yeye. Dhambi zetu ndizo zinazotupeleka jehanamu. Ninaamini kwamba Mungu kwa upendo wake aliandika Ufunuo 21 mstari wa 8 ili kutufanya tuache dhambi na tuone ni nini kitakachotokea kama tukifa katika dhambi zetu. Mungu hataki yoyote aende jehanamu, na ndio maana alikuwa tayari kumtuma mwanawe Yesu. Yesu alikuja kwa ajili yako. Alikuja kwa sababu anakupenda. 3, tunahitaji kutambua msalaba wa Mwokozi wetu. Mstari wa Biblia maarufu kupita yote ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu Kristo, mwana wa Mungu mkamilifu, alizaliwa na bikira. Alizaliwa ili afe na kuchukua dhambi ya ulimwengu. Aliishi kwa miaka 33 na nusu bila kutenda dhambi, huku akifundisha na kuhubiri kweli. Aligusa waliokuwa wagonjwa na kufanya viwete kutembea tena. Wengi walimwamini na waliponywa magonjwa yao yasiyotibika, lakini alichukiwa na Mafarisayo na kusalitiwa. Walimtukana na kumcheka, walimshtaki kimakosa na kumshawishi Pontio Pilato kuwa alistahili kifo. Yesu alipigwa bila huruma kwa mijeledi, kifaa ambacho hutumika kutesea watu, na ulikuwa na vipande vya chuma na mawe vimefungwa ndani yake. Alivumilia mateso yote haya kwa sababu ya upendo wake kwetu. Walitengeneza taji la miba na kulikandamiza katika kichwa chake. Walipiga kelele, asulubiwe, asulubiwe! Lakini hii yote ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu kutukomboa. Yesu kwa ujasiri alipanda mlima Kalvari nje ya Yerusalemu na kupigiliwa misumari msalabani. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa hiari alijitoa na kudondosha damu yake ili kuchukua adhabu yetu na kutuokoa dhidi ya jehanamu. Ni dhambi zangu na zako ndizo zilimfanya akasulubiwa msalabani. Ninaamini kulikuwa na muda fulani alipokuwa juu msalabani ambapo alikuwaza wewe. Alikupenda na alikufa kwa ajili yako. Siku 3 baadaye alifufuka kwa ushindi kutoka kaburini, na sasa anakupa wokovu. Biblia inasema katika Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hii ni habari mbaya, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hii ni habari njema. Kupitia alichokifanya Yesu pale msalabani, Mungu ana zawadi kwa ajili yako. Ni uzima wa milele pamoja na yeye mbinguni. Ndiyo, zawadi ni kitu ambacho kinatolewa bure kwa sababu ya upendo. Haufanyi kazi ili kuipata, na wala hufanyi chochote ili kuistahili. Kama ingekuwa hivyo, basi hiyo isingekuwa zawadi. Lakini mwingine analipa gharama yake na kisha kukupatia wewe. Uamuzi ni wako, kuipokea au kuikataa. Zawadi anayokupa Mungu ni uzima wa milele mbinguni. Uzima wa milele haupatikani tu kwa kubatizwa, kugawa pesa au kwenda kanisani. Hakuna idadi ya mambo mazuri unayoweza kufanya ili kufunika mabaya na kukupeleka mbinguni. Ni kupitia Yesu pekee. Yeye alilipa gharama kwa ajili yetu. Neno la Mungu linasema wazi, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Yesu atangaza, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Matendo 4:12 yasema, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, ni Yesu pekee. Sasa tuna uchaguzi rahisi.
Mungu anatuahidi katika Warumi 10:13, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Rafiki yupo mbinguni na mikono yake iko wazi, akikusubiri kwa upendo uje kwake kwa imani na umkubali kama Mwokozi wako. Kulingana na Biblia, kama ukimpokea Yesu Kristo pamoja na zawadi yake ya wokovu anayokupatia, utakwenda wapi ukifa? Jibu linafurahisha, nalo ni mbinguni. Lakini kama ukimkataa Yesu na kutokubali kile alichokifanya msalabani kwa ajili yako, unafahamu ni wapi utakaa milele? Jibu linasikitisha, nalo ni jehanamu. Hivi sasa, yani sasa hivi, uamuzi ni wako. Unatakiwa kufanya uamuzi binafsi. Kwa nini usimuite Bwana na kumwomba akuokoe? Wakati huu ninakuomba sana, ungana nami katika sala. Lakini kusema tu maneno matupu hakuwezi kukusaidia, bali kitakachokusaidia ni kwa kumwita Kristo kutoka moyoni katika maombi ya imani. Mungu anasikiliza. Hivi sasa unaweza kuinamisha kichwa chako chini na kusali na mimi. Bwana Yesu mpendwa, ninatambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninatambua kuwa ninastahili adhabu ya dhambi zangu, lakini sitaki kufa na kwenda jehanamu. Ninataka kukaa na wewe mbinguni. Ninaamini ulikufa msalabani na kufufuka tena kwa ajili yangu. Naomba unisamehe dhambi zangu. Karibu katika moyo wangu na uniokoe. Ninapokea zawadi yako ya uzima wa milele. Ninakuamini wewe pekee kuwa Mwokozi wangu. Asante Mungu kwa upendo wako na kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu, amina. Rafiki yangu, je, umemwamini Yesu Kristo kama Mwokozi wako? Bwana asifiwe. Biblia inafundisha wazi kwamba kamwe hauwezi kupoteza wokovu wako, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Haisemi labda ataokoka au inawezekana akaokoka, bali ataokoka. Mungu amekupa ahadi ya maisha ya milele. Kwa Mkristo, kifo ni kitendo tu cha kupita kutoka katika maisha haya kwenda katika mengine. Mungu anawapa uhakika wale wote waliomwamini yeye. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Nafsi yako iko salama katika mikono ya Yesu Kristo mwenye nguvu zote. Kama ulisali na kumwamini yeye siku ya leo, tungependa kusikia kutoka kwako. Tafadhali wasiliana nasi ili tushangilie pamoja na wewe. Tungefurahi sana kusali kwa ajili yako na kukusaidia kujibu maswali utakayokuwa nayo kama Mkristo. Mungu akubariki. Na tafadhali washirikishe wengine wengi kadri uwezavyo ujumbe huu wa wokovu na tumaini jema.